Nimeokoka jioni ya leo na ninashukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake na hata kutupa uwezo wa kuja katika ibada ya siku ya leo. We do not take it for granted, kwa sababu imeugharimu mkono wake, na kuna wengine wangependa kuwa mahali hapa lakini for one reason or another hawakuweza kufika. Basi sisi tunafaa tumtukuze Mwenyezi Mungu na hata tuzidi kumsifu. Tunataka kuendelea na our theme of the Lord's Prayer, na hiyo ndio nitakuwa ninaangazia siku ya leo, na tutakuwa tunaangalia kuhusu ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lako. Asante kwa sababu neno lako ni hai, lina nguvu na uwezo. Tunaomba ya kwamba utazungumza nasi kadri na mapenzi yako. Sisi tusaidie kulisikia neno lako kama vile ungependa jioni ya leo. Ukatusaidie kuwa zaidi kama Kristo, ukatusaidie kuenenda katika njia za kukutii, ili jina lako likatukuzwe katika maisha yetu. Basi tunajikabidhi kwako mara tena, na ili ukazungumze nasi, ukanitumie kama chombo chako Mfalme, ili nikazungumze kwa njia ambayo inaeleweka na kufahamika. Hili ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mara kwa mara tunafanya hili ombi, na sijui kama ushaifikiria what it means tukisema may thy kingdom come, ufalme wako na uje. Ukisema ufalme wako na uje, una uhakika unataka hiyo ifanyike. Unataka ufalme wa Mungu ufike. Yesu wakati ambapo alikuwa hapa duniani, katika huduma yake kila wakati na kila mara alikuwa anaongea kuhusu ufalme wa mbinguni na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo ni la maana sana katika maisha yetu, kwa sababu from the beginning to the very end Yesu alikuwa anaongea mambo ya the kingdom of God. Na hii tunaipata from the word go, kutoka Genesis. Tunaona ya kwamba wakati Adam na Eve walikuwa in the Garden of Eden, they were living under the kingdom of God. Wakati ambapo dhambi iliingia wakaanza kutolewa, they moved from God's rule, they moved from where he was, where they would fellowship. Na kwa sababu ya hiyo pia sisi wakati ambapo tunakuja duniani tumetenganishwa na huu ufalme wa mbingu. Lakini the good thing is that wakati Kristo alikuja, he came to establish the kingdom of God. Jambo moja ambalo tunafaa tujiulize, ni nani ambaye ni mfalme wa hii kingdom? Ama huu ufalme unatawaliwa na nani? Na huu ufalme, ama mahali popote kuna ufalme, lazima kukuwa na yule ambaye anatawala. Na sisi kama binadamu ni vizuri, hasa wa Kristo, ni vizuri tujiuliza katika the kingdom ambayo tumeitwa, who sits on the throne? Ni nani ameketi katika kile kiti cha kutawala? Ni sisi wenyewe, ni dhambi, ni Mungu, ama ni culture? The kingdom of God inamaanisha Mungu ni yeye anaweza kutawala. Na ukisoma katika kitabu cha Psalm 47 verse 2, Psalm 97 verse 1, Psalm 145 verse 1, inaelezea ya kwamba Yesu ni ama Mungu ni yeye mfalme wetu. Na basi Kristo alikuja hapa duniani to establish the kingdom of God in the hearts of men. Alikuja kuiweka ama kuweka ufalme wa mbingu tena katika roho za binadamu. Na the good thing is that those who enter the kingdom of God, tunaitwa na huyu Yesu. Alikuja kutuita na ili tukaingia katika ufalme wa mbingu. Na wale ambao wameitika nao wanapewa jukumu ya kuita wengine na ili wakaingia katika ufalme wa Mungu. The kingdom of God, ni vizuri pia tujue, it is not a matter of location. It is not a matter of location. Hata saa hizi nikuulize ufalme wa Mungu unapatikana wapi? Ni swali. Ufalme wa Mungu unapatikana wapi? Uko mahali
kila mahali. Ufalme wa Mungu, it is not a matter of location. It is a matter of God reigning and being in authority. Ni Mungu ambaye anatawala. And we need to realize that for us or for people to enter this kingdom, lazima wakubali ya kwamba Mungu ni yeye anatawala. Na ni rahisi sana kufikiria ya kwamba Mungu anatawala maisha yetu until tujiangalie na tuketi na tujiulize ni nani amekuwa akitawala. Mara nyingi utapata sio Mungu anatawala katika maisha yetu, lakini kuna mambo zingine ambazo tumeziweka katika roho zetu. Kwa hivyo wakati ambapo tunasema may the kingdom come, tunasema ya kwamba Mungu akatawale. Tunasema ya kwamba roho zetu zitawaliwe na huyu Mwenyezi Mungu. Inasema ya kwamba tunatupa mbali dhambi, tunaachana na dhambi, tunafuata Yesu. Inamaanisha ya kwamba kazi ya shetani imeweza kushindwa na utakatifu wa Mwenyezi Mungu umekuwa established. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anytime tunaomba hili ombi na kusema may the kingdom come, tunaambia Mwenyezi Mungu, Mungu katawale. Uketi katika kiti chako cha enzi katika moyo wangu, ukanitawale as an individual. Tunasema ya kwamba ni vizuri kujua ya kwamba huu ufalme wa mbinguni umekuja. Amen. Huu ufalme wa mbinguni umefanya nini? Na pia huu ufalme wa mbinguni haujakuja. Tumeshika hapo. Mkono maswali. The kingdom of God has come and it has not come. The kingdom of God is established, but it is yet to be established. Nitawaelezea, naomba mnaniangalia. We are saying we belong to the kingdom, we are in the kingdom, but we are not yet in the kingdom. Nimeona nitae. Ama unataka niwaelezee inamaanisha hivi? Inamaanisha hivi. Ufalme wa Mungu umekuja kwa sababu sisi tumejuana na huyu Mwenyezi Mungu. Tuko na uhusiano na yeye. Pia inamaanisha Biblia inatuambia kwamba kuna wakati ambapo utafika naye Mungu atakuja atawale hii dunia. Tunajua ya kwamba this kingdom, the earthly kingdom, inatawaliwa na nani? Kale. Mnaogopa kusema kwa sauti? Who rules this earth? Because we have two kingdoms, right? The kingdom of God and hiyo msemi vizuri. Kwa hivyo kwa sasa shetani anatawala hapa duniani. God bado anatawala, lakini hajachukulia kabisa. Because there is a time will come wakati ambapo shetani hatatawala tena. So wakati tunasema may the kingdom come, tunasema ufalme wa Mungu uje kwa wale ambao hawajamjua. Pia tunasema ufalme wa Mungu ukuje ile ambayo Mungu atakuwa anatawala hapa duniani bila uwepo wa huyu mwovu. Tunaelewa? So when I say that the kingdom of God is here and it is not yet, tunakamatana. Tumeshikana hapo. So right now we are living in a tension. Tuko kwa tension because we are in the kingdom but not in the kingdom. We are in the kingdom but the ruler of the kingdom we are dwelling in. Our dwelling place is not the kingdom of God as of now. Tumepatana. We are not dwelling in the kingdom of God, but we are citizens of the kingdom of heaven, the kingdom of God. And there is a time will come when Christ comes for his church, wakati ambapo atakuwa anatawala na hakutakuwa na kiongozi mwingine isipokuwa ni yeye. And therefore tuko katika hii mabishano. Kuna huu ufalme ambao tunaiona kila siku
kuna ufalme ambao a part of it iko ndani yetu, a part of it tunangoja ikakamilike. But at the same time, hii inamaanisha ya kwamba we have a father who is a king. I need to say that. Baba yetu, hawa watu ambao ni wa ufalme wa mbinguni, baba yetu ni yeye mfalme. Na kama baba yetu ni mfalme, inamaanisha sisi ni watoto wa huu mfalme. Sisi ni watoto wa mfalme. Na naweza kuwa Biblia inatuambia tutatawala pamoja na yeye when that time comes. And therefore, hata kabla tuendelee ni vizuri kujiuliza, je, sisi tuna uhakika tuko part of the kingdom of God? Are we part of this kingdom? Has the kingdom come katika maisha yetu? And kwa sababu we are in between these two kingdoms, ni vizuri tuwe watu ambao wanajua kungoja. We have to be patient ili ufalme wa Mungu uweze kufunuliwa. Biblia inatuambia in 2 Peter chapter 3 verse 8, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So between these two kingdoms, we are going to wait. How long are we going to wait? Until the kingdom is fully established. Tunaweza fanya hesabu kidogo. Tuko na watu wa mahesabu hapa. First, the second Peter inatuambia, with the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like so when you wanafanya hesabu, if one day equals to 1,000 years, 1 year iko na how many? 1 year. 1 year iko na 3 years. Hapo inanichanganya zaidi kama nitamaliza. 365. Na tumesema 1 day equals to 1,000. So tunamaanisha aya iko na 360 multiplied by hizo ni ngapi? Hebu multiply na miaka yako yenye umeishi. We cannot really comprehend. Here some are going to be complicated. Na sasa akisema ati a day is like 1,000 years and 1,000 years like a day. Hiyo hesabu nilifanya ikakuja 0.0000 kadhaa hapo. Alafu multiply na miaka. My friend, you are not even a month old. And wangu ni unajua kwa retirement mwaka huu. Kwa hii calculation hii calculation ya God hauna hata hujafikisha 1 month. Tukitumia hii hesabu ya nani? Kwa hivyo hatuwezi sema tumechoka kungoja Mungu. Hatuwezi choka kungoja kwa sababu unatumia nini kumeasure ya kwamba amechelewa? What math do we use? How do we calculate that? So it requires that sisi ambao tumeingia katika ufalme tuendelee kuomba ya kwamba may your kingdom come. Na Biblia inasema pia he's taking his time ili wale ambao hawamjui waweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Therefore we need to realize ya kwamba ufalme wa Mungu unatawaliwa na Mungu. The kingdom of God si ya hapa duniani. Ukisoma John 18 verse 36, Yesu aliwaambia ya kwamba yeye si wa huu ufalme. Alikuwa anasema hivyo, yeye si wa huu ufalme. Angekuwa wa huu ufalme, angekuwa na jeshi lake pale ambalo lingepigania. Lakini yeye mwenyewe akasema ya kwamba huu ufalme si wa hii dunia. Pia ukakumbuka wakati ambapo Nicodemus alienda kumuuliza afanye nini? Akamwambia ya kwamba lazima uzaliwe mara tena. And it did not make sense. Kwa sababu hesabu za the kingdom of God si hesabu za kawaida. Kwa hivyo watu wasipokuelewa, unajua ya kwamba it is because sometimes the things you're talking about ni ya ufalme ambao hawawezi kuelewa. Bwana asifiwe. Si hii ni jambo ya kufurahisha. Pia akafundisha hivi Yesu. Akasema yule ambaye anataka kukua the greatest in my kingdom
ni yule ambaye anafanya is a servant. Sijui iko na Kiswahili. Umeona nitaharibu nikisema. The greatest is the least of them all, ni yeye huwa anaserve. Kwa hivyo in normal circumstances in the kingdom, wale wa kingdom wanatawala au wanakuanga kukula starehe. But that is not the case in the kingdom of God. Na ndiposa tunaomba kila wakati, may your kingdom come. Pia tunasema ya kwamba the kingdom of God is righteousness. The kingdom of God is peace. The kingdom of God is joy. Na for anyone kuingia katika ufalme lazima aweze kutubu. Na just to reiterate vile ambavyo nilikuwa nimesema mbeleni, the kingdom of God is both now and not yet. The kingdom of God is both now and not yet. Therefore, wakati ambapo tunaomba may thy kingdom come, tunaambia Mwenyezi Mungu, come rule in my heart. Tunasema come rule in our family. Tunasema come rule in this church. Njoo ukatawale katika kanisa hili. Njoo ukatawale in this nation. Njoo ukatawale hii dunia. Because when he rules over this world, we will be in a better place. We will be in a better place. But pia Biblia inatuambia kwamba ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama. Hii inamaanisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kile ambacho amekusudia, mipango yake ile ambayo ako nayo huko mbinguni iweze kudhihirishwa wapi? Hapa duniani. Kwa hivyo tunapoomba hivi tunaambia Mwenyezi Mungu, we want to be aligned with your purposes. We want to be aligned with your will. Kwa hivyo tunamwambia Mungu, mapenzi yako na yatimizwe. Hapo tunaambia mimi mapenzi yangu si ya maana, ninataka kufanya kadri na mapenzi yako. So we pray mapenzi yako na yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu, God's will is his sovereign plan. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni mipango yake, sovereign hapo interpretia. Hii inamaanisha ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kufanyika kama Mungu halijui. He has his sovereign will, his sovereign plan. Hakuna jambo ambalo linamshtua Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo ambalo linambabaisha. Hakuna jambo ambalo linamfrustrate, kwa sababu mapenzi yake lazima yatimike. Isaiah 46 verse 10 inasema, declaring the end from the beginning and from the ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purposes. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu lazima yatimike kama vile amekusudia. Isaiah 46 verse 10. Jambo lingine tunajua about mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni ya kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni nzuri. It is acceptable and it is perfect. God's will is good, acceptable and perfect. Romans 2:12 verse 2. Mapenzi ya Mungu ni nzuri. Mapenzi ya Mungu haina fault, haina shida. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu it is perfect. Kwa hivyo tunapomwambia afanye kadri na mapenzi yake, inamaanisha tunajipeana kwake tukijua ya kwamba mapenzi yake hayana dharuba. Ni nini? Ni dharuba. Haina utatanishi, kitu kama hiyo. Haina shida, yani it is perfect by itself. Sawa sawa. Imekamilika. Jambo lingine ambalo tunafaa tujue about God's will ama mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba it was revealed by Jesus. It was revealed in Jesus rather. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa anafundisha sana mambo ya ufalme wa mbinguni. In fact, ukisoma his life, in ufalme wa mbinguni
na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ukisoma the parables, about 13 of them zinaongea kuhusu huu ufalme wa mbinguni na hata mapenzi yake. Na mara kwa mara Yesu akasema ya kwamba yeye amekuja kufanya mapenzi ya Baba yake. And therefore maisha yake inatuonyesha mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kama uko hapa na umekuwa ukitaka kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni nini, angalia katika neno lake, utaweza kujua ni nini. Angalia maisha ya Yesu, utajua mapenzi ya Mungu ni ya namna gani. Yesu akasema in John chapter 5 verse 30, I seek not my will, but the will of the Father who sent me. How I wish, hata mimi ninatamani ningekuwa ninaomba hivi kila wakati, ya kwamba kile ambacho ninataka zaidi ni kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ombi langu ni kwamba kila mmoja ambaye ako mahali hapa tutakuwa na ombi kama hili ya kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumeumbwa kwa kusudi lake. Basi tunafaa tuishi maisha yetu kuhakikisha tumekamilisha mapenzi yake. Lakini tunatatizika katika maisha as far as the will of God is concerned. Wakati ambapo tunamwambia mapenzi yako yatimizwe, saa zingine tunasema hivyo, na ukifikiria kwa undani unaona hii kufanya mapenzi ya Mungu it requires surrender. And surrender is not easy. Surrender inamaanisha unapatiana control. Na tupendi hivyo sana. We want to be in control. We prefer to control things. Ama nini hamkuani kwa hiyo kariba? Venye mnaniangalia ni kama mliruka hiyo stage. Ama mliweza already. But we want to be in control in one way or the other. We don't like suffering. Kwa sababu sometimes wakati we surrender to the will of God, inamaanisha there will be some sort of suffering in one way or the other. Because we are not in our kingdom. We are foreigners. We are not citizens here. We are foreigners. We don't understand their rules. Ama tunazielewa zaidi kuliko za ile ufalme ambao we belong to. Kwa hivyo changamoto moja ambayo tuko nayo tunapoomba mapenzi yako yatimizwe ni kwamba our willingness to surrender is limited. Jambo lingine ambalo linatutatiza katika mapenzi ya Mungu ni kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu sio rahisi. Na kumtegemea Mwenyezi Mungu sio rahisi kwa sababu huyu mapenzi yake saa zingine inakuja vile hatutarajii. Anafanya mambo vile hatukutarajia. Anafanya mambo vile hatukuomba. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu kumtegemea kwa sababu we already have a perception in our minds. Na tunakosa kukubalia vile ambavyo anasema. Pengine tunakuwa na shida ya kumtegemea kwa sababu we have our own timelines ambazo haziandamani na the timeline of God. Basi kujiachilia kwa mapenzi yake inakuwa ni ngumu kidogo. Pia we struggle with God's will. Kwa sababu Biblia imesema, ama hii ombi inatufundisha, tunasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama juu mbinguni. Inamaanisha ya kwamba mapenzi yake ndio ifanyike hapa duniani, lazima tutii. Kutii si rahisi. Kutii mapenzi ya Mungu si rahisi. Saa zingine anatuambia tungoje, sisi tuko na haraka kidogo. Saa zingine anatuambia tupitie hii njia. Saa zingine tunamwambia hii njia hatuielewi sana, wacha tupitie hapa. Saa zingine anatuongoza katika mambo tofauti tofauti. Lakini kwa sababu ya ubinadamu wetu hatutaki kufanya kama vile anatuagiza. Hatutaki kufanya mapenzi yake. Saa zingine mapenzi ya Mwenyezi Mungu inadhuru uhusiano ambazo tuko nazo. Inadhuru wale watu ambao tuko nao. Sometimes mapenzi
it is too costly for us. Ina gharama kubwa, na kwa sababu ya hiyo gharama hatutaki kuyafuata, hatutaki kufanya mapenzi ya huyu Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunasumbuliwa na conformity instead of being transformed. Ni rahisi kuconform na Kiswahili wa Swahili ni kuconform, kukaa kama dunia. Siniseme tu hivyo. Kuconform to the world ni kufanya mambo vile dunia inataka, how the world is doing things, badala ya kufanya vile Mwenyezi Mungu anataka tufanye. So we struggle between mambo ya hapa duniani na mambo ile ambayo tunafaa tufanye. Wakati our values zinagongana za ufalme wa mbinguni na mambo ya hapa duniani, automatically tunafaa tuchague hii ambayo ni ya kiungu. Lakini mara nyingi unapata watu wanaegemea hii ya hapa duniani, na basi inakuwa ni gumu ya watu kufanya mapenzi ama kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo linatutatanisha na mapenzi ya Mungu kufanyika ama kumtii ni kwamba mara nyingi tunataka our plan to fit in God's plan. Our plan to fit in God's plan. Niulizie mwenzako, ni plan yako ama ni plan ya God? Nani anaingia kwa ingine? Who joins the other? Yako na ya God. Tunaambia God aingie kwa yetu ama sisi tunaingia kwa yake? That is the biggest that is the greatest challenge we have. Kwa sababu huu ufalme tumejitengea, tunataka mambo yafanyike kivyetu, ilhali tumeambiwa tutembee katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni balaa kidogo kwetu, kwa sababu how do I do that? Mapenzi ya Mwenyezi Mungu sielewi sana. Hii yangu inakaa iko afadhali ninaielewa. Lakini wapendwa, tumeitwa katika huu ufalme wa mbinguni. Kama wewe ni wa ufalme wa mbinguni, jukumu lako kuu ni kufanya mapenzi ya Baba yetu. Mapenzi ile ambayo ako nayo juu mbinguni ifanyike hapa duniani. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba if this is to happen, inamaanisha sisi wakati ambapo tunaomba lazima tukue submissive. Lazima tukue submissive. Tumwambie Mwenyezi Mungu ya kwamba vile utasema nitatenda. Tujipeane kwake tukisema ya kwamba tutatii vile ambavyo utasema. Inamaanisha pia wakati ambapo tunaomba ni maombi ya alignment. It is a prayer of alignment. Tunataka tukue aligned. Twende side moja. Niko twende sambamba. Niko na Mswahili hapa leo. Twende sambamba. It is what we are called to do. And every time we say this prayer, we are telling God, we are ready to be aligned with you. Tuko tayari kutembea na wewe, kutembea sambamba na wewe. It is also a prayer of priority. It is a prayer of priority. Wapendwa, tumeitwa katika ufalme wa mbinguni. Na wakati tumeitwa, tunaambiwa pia tuzidi kutafuta ufalme wa mbinguni, na utakatifu wake na mambo mengine yataongezeka. Let us first seek the kingdom of God. We must prioritize the kingdom of God. Everything else is number 2, but the kingdom of God is number 1, and it should remain there. Na wakati ambapo tumepata huu ufalme, tujue ya kwamba tuna jukumu ya kuwaita wengine waje katika ufalme wa mbinguni. We are invited.
We are invited to call others ili waingie katika ufalme. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunatembea katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kila wakati tunaomba hii maombi, tutakuwa tunajua ya kwamba si kusema tu kwa sababu tumeizoea, tunaisema from our hearts. And many times we don't even think ni nini tunasema. Lakini it is important for us. Tuliangalia what it means to say Baba yetu uliye mbinguni. Tukaangalia jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tumeangalia siku ya leo. Ili wakati ambapo tunasema hili ombi, tukue tunajua uzito wake ndani yetu. Because this is a very powerful prayer. Katika hii ombi hakuna kitu haijatajwa. Najua hapa hatujazoea kusema mara nyingi. Ni vizuri tuwe tunaomba hii ombi. Kitu chenye utasema ukisema the Lord's Prayer inakamilisha kila kitu. Bwana asifiwe. So when we pray, your kingdom come and your will be done. Tunaomba ya kwamba all the nations rejoice in the glory of God. Tunasema ya kwamba tunaomba ya kwamba we are praying to see. Tunaomba ili tuweze kuona Kristo ameheshimika na akiwa mfalme wa kila roho. Tunaomba ili tuone shetani ameshindwa, hakuna uovu tena na kifo kimeshindwa. Wacha niseme, wakati ufalme utaestablishiwa finally, hata kifo kitakuwa kimeshindwa. Najua we are mourning the death of Mr. Jenga. When the kingdom comes, tumesema it's now and not yet. Ukiambia hivyo wewe ni theologian. Ukisema the kingdom is now and not yet. Hata mtu akikuuliza kwa nini duniani inaendelea hivyo, mwambie tunangoja ufalme. Tunangojea, and we know it will come. We are praying to see the mercy of God demonstrated in the full justification. Kuna siku moja in the past, na mtakuwa mnasikia nikisema mara nyingi, ya kwamba wakati ambapo tunaokolewa na tunaonekana tu watakatifu, lakini tunaanza safari ya kufanyika watakatifu zaidi. Wakati Kristo atakujia kanisa lake, we shall get to enjoy the full meaning of salvation. Kwa hivyo wakati tunaomba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimize, tunaambia kwamba sisi tunangoja tuone wokovu wetu umekamilika. Na wokovu wetu ukikamilika, inamaanisha hakuna dhambi, hakuna uchungu, hakuna kifo tena. Na huu ndio ufalme we are a part of. And therefore we praise the name of the Lord. Pia wakati ambapo tunasema hivi, we are praying to see the wrath of God poured out upon sin. Tukiambia ufalme wa Mungu kuja, tunataka pia dhambi ipate its punishment. Ipate ghadhabu yake. So hii maombi tunajifanyia wenyewe, tunafanyia dunia, tunafanyia hata shetani aweze kushindwa. Pia tunaomba ya kwamba dhambi pia itaweza kushindwa na ipate ghadhabu yake. Ni hivyo. Pia wakati ambapo tunaomba hii ombi, tunaomba kuona ya kwamba kila goti, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God. That is what we pray for, friends. That is what it means to pray. Ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni.